Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, hebu tupane faida hii. Kwa wale ambao ni waoga, hebu tupiane faida hii. Sawa eh? Kwa wale ambao ni waoga, tupiane faida hii kutoka kwenye Qur'ani. Jambo la kwanza ni kusalimu kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na jambo la pili ni kutakia radhi kwa maana kwamba tulichelewa kuposti video zetu muda mrefu. Tuna takriban siku kadhaa tujaposti, sasa nataka radhi ndugu zangu. Na hii aya nimeileta hapa ni aya ambayo ni ya 9 katika surati Yasin, aya 9 kutoka kwenye surati Yasin. Nataka nikupe faida hii ambayo ni tiba. Sawa, kwa wale ambao wenye hofu, hii ni tiba kubwa sana kwao. Kama kuna mtu yote ambaye anamhofu, labda ni mchawi, anakuloga sana, anakuumiza sana, amekutishia maisha. Kwa maana wapo watu ambao kazi yao kubwa ni kuwatisha tu maisha kwa sababu ya uchawi ambao umekithiri katika nyoyo zao. Kwa maana mtu huyu, wewe mchokoze simchokoze, anakutisha tu. Kuna baadhi ya sehemu nyingine, zipo sehemu, kuna visa vingi sana tunavisikia. Kuna baadhi ya sehemu, kuna baadhi ya wachawi wanakithirisha uchawi wao kiasi ambacho anatoka nyumbani kwake hana hata shilingi 10, anaenda dukani anataka apewe vitu bure. Usipompa atakuroga, ukimnyima anakuroga. Sawa? Kuna kisa cha kusikia kutoka kule Vikindu. Maana Vikindu, kindu la wageni. Wenyeji wa Vikindu watakuwa nafahamu hii taarifa. Kule Vikindu kulikuwa na hatari. Kuna watu walikuwa wanafanya sihiri za wazi kabisa. Kuna mbibi huyo kazi yake kubwa, anatoka na paka wake, anakuja dukani, nipe kitu fulani, nipe kitu fulani. Unampa. Ile iko wapi ila ana. Ukimpokonya, mtihani kwako. Ukimpa, mtihani kwako. Kwa maana atakufirisi, na ukimnyima na kuroga. Hivi sasa tumesikia vingi sana kutoka sehemu nyingi sana. Sasa kuna aya ambazo za kujihifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya watu ambao wana tabia kama hizo za kishenzi, ambao kazi yao kubwa kuwadhulumu watu kwa njia za kishirikina. Ndugu yangu, kuna hii aya ambayo tunapaswa tuikariri katika vifua vyetu, tunaisoma mara kwa mara. Na hii aya hata usiku unapotaka kulala unaweza kaisoma hii aya. Kwa kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanya ulinzi, unaweza kaisoma hii. Kama na safari za usiku utakwenda sehemu, kuna ndugu zetu wengine wanafanya kazi usiku wa manane. Mtu anatoka anaenda kulinda sehemu fulani huko kwa majumba ya watu, taka ulinzi kwa Allah. Kuna watu wanasafiri njiani usiku na magari, omba ulinzi kwa Allah kwa kusoma hii aya tu. Omba ulinzi kwa Allah. Hata ukisoma mara moja tu, ukasoma mara moja hii aya, ukamtawakal Allah kwamba ya Rabbi, kupitia aya hii na isoma hii, na kwa Mwenyezi Mungu nilinde, utaona muujiza wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika surati Yasin ambayo ni hii, inaanza baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
Aya ambayo tunahitaji sisi ni hii, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yabsurun, na tukajalia mbele yao kizuizi na nyuma yao kizuizi na tukafunika macho yao kana kwamba wakawa hawaoni. Sawa, na akawa sio wenye kuona. Hii aya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati anajiandaa na safari ile ya kutoka Maka kwenda Madina, ule usiku wakati anatoka alitumia aya hii kuisoma, na aya hii aliusomea mchanga. Baada ya kuusomea mchanga akawa ni mwenye kuumwaga ule mchanga. Umeelewa vizuri? Lakini mtume alitoka ndani kwake, alitoka nyumbani kwake Mtume wetu Muhammad mpaka kafika safari yake. Wale watu pale wakawa wenye kulala, lakini watu hawajamuona mtume kabisa. Kwa hii ni haya ambayo unaweza kaitumia katika hali ambayo ya kuisoma kwa mtu mwenye hofu, kama na safari, isome. Mwelekeo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufanya epesi. Isome hii aya, ni kinga kubwa sana, ni ulinzi mkubwa sana. Hii aya ambayo ni ya 9 katika surati Yasin. Hata usiku unapotaka kulala, isome hii aya. Isome mara 3, jipulizie katika vigojo vyake mkono, alafu jipakaze mwili mzima. Ni kinga kubwa sana dhidi ya mashaitani wa binadamu na mashaitani wa kijini. Tumia hii aya kuisoma mara kwa mara. Na kama nyumbani kwako kuna vitu ambavyo vajawajibu vielewi, tumia kuchukua maji yaliyo masafi, isomee hii aya mara kadhaa. Isomee hii aya mara kadhaa. Unaweza kama ukakachinta mara 3 kaisoma tu, ukiwa na nia kwamba ya Rabbi, na jambo langu kadha 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 kadha, nifanye wepesi katika nyumba yangu hii. Ya Rabbi, nyumba yangu hii naona kuna kelele usiku, alikuwa sisi tushalala, vitu vinacheza, vitu vinatembea, kuna kadha kuna kadha kuna kadha kuna kadha. Alafu mwelekee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwe mtu ambaye mwenye kusoma ukimtawakal Allah katika ile maji, afu tumia ile maji kupigia deki na kumwagia katika nyumba yako. Ile soma kwa muda mrefu. Wengi watu watamani kusoma soma mara moja mbili, basi hapana. Soma, kaa chini kitako soma, mlilie Allah kwamba ya Rabbi, nyumba yangu hii nahisi na mashaitani wanachezea, nahisi wachawi wanachezea. Usiku tunaamka tunachale, tunaamka asubuhi tunachale, usiku tunapigwa na watu ambao tuwaoni. Mwenyezi Mungu nakuomba kwa baraka dua hii naisoma hapa, kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kwamba ya Rabbi tufanye kadha, tuondoshe hivi vibweka ndani ya nyumba hizi, tuondoshe hama shaitani ndani ya nyumba yetu, tukinge na kila balaa katika nyumba hii dhidi ya wachawi. Soma yale maji kwa idadi kadhaa, kisha baada ya hapo tumia maji kumwagia ndani ya nyumba, pia pigia deki na mwagia nje ya nyumba. Mtawakal Allah, utaona maajabu yake. Kwa hii ni faida ya hii aya ambayo ni aya 9 katika surati Yasin, ambayo inasema waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yabsurun. Na kana kwamba tumeweka kizuizi mbele yao na kizuizi nyuma yao, na tumewafunika macho yao, kwa hivyo hawaoni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kusubscribe, lakini kama kuna swali ruksa kuuliza. Ahsante.